naomba nichukue nafasi hii kueleza kwamba tangu Mheshimiwa Rais ameunda Wizara ya Maendeleo ya Vijana na kutoa maelekezo mahususi kuhusiana na kuboresha masharti yanayohusiana na vigezo vya kupata mikopo kwa vijana, tumefanya mambo matano ya msingi ya kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata urahisi katika kupata mikopo hii, na naomba niyataje. Jambo la kwanza, mikopo haina dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji kuitoa anapohitaji kupata mkopo huu. Hapo zamani walikuwa wanasema vijana wakihitaji mikopo wanahitaji wawe na nyumba, wanahitaji wawe na magari, wanahitaji wawe na hati zinazohusiana na umiliki walivyonavyo. Mheshimiwa Rais alisema hawa vijana ni Watanzania maskini wanaotoka katika familia zisizojiweza. Kwa hiyo sasa hivi hata vijana tuliowapa maguta pale Buswelu hawajaweka dhamana yoyote. Dhamana ni ile guta lao ambalo tumewakabidhi milioni 100 bila hati ya kiwanja, bila dhamana yoyote ile. Na hata katika miradi inayotekelezwa hakuna kijana wa Tanzania ataombwa dhamana yoyote. Kwa hiyo mtu yoyote asiwadanganye au akawaambia mnahitaji dhamana kupata mikopo ya serikali. Sio kweli. Mikopo yote imeelekezwa haina dhamana, na hii ni kwa sekta zote. Leo tunazungumzia kuna bilioni 5 ziko Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Watu wanakwenda kukopa, hamna dhamana wanadaiwa. Lakini jambo la pili, kumetokea maboresho makubwa sana ya riba zinazoambatana na upatikanaji wa mikopo hii. Tulisikia kilio cha vijana, wanasema riba ni kubwa, riba imekuwa ni changamoto. Leo tunapozungumza, kwanza iko miradi ambayo riba yake ni ndogo sana. Sisi kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana riba ni 5%. Lakini ukiacha tu riba ni 5%, tumeweka muda wa kwanza kufanya marejesho. Leo tunazungumza fedha hizi zinazotolewa katika wizara hii ya mifugo na uvuvi, katika hizo bilioni 7, almost riba ni 0. Hamna riba yoyote. Sasa unataka kusema sauti ya vijana haijasikilizwa? Unatoa bilioni 23 kwa vijana bila dhamana, bila riba. Nini kingine vijana wa Tanzania wafanyiwe? Mheshimiwa Rais amesikia vijana wanataka nini na anatekeleza kwa vitendo. Kwa jambo la pili ambalo limerekebishwa katika mikopo ya vijana ni kupunguzwa na maeneo mengine kuondoshwa kwa riba, ikiwemo fedha hizo ambazo tumezitoa leo ambazo hazina riba kabisa. Lakini jambo la tatu ambalo tumelifanyia kazi, vijana walikuwa wanasema wakipewa fedha wanapewa leo, kesho wanaanza kudaiwa marejesho. Tumefanya uboreshaji kwenye hilo pia. Huu mradi unaotolewa leo hapa mpaka miezi 8, sio? Ili watu waanze kurejesha. Na hata si fedha tulizozitoa. Sisi kwenye fedha ambazo tumezitoa katika mfuko wa maendeleo ya vijana, wale tuliwapa maguta, wengine tumewapa pikipiki, wengine wamefanya miradi, tumewapa grace period ya miezi 3. Kijana anaendesha guta lake, anaendesha bajaji yake, anaendesha pikipiki yake au anafanya mradi wake, miezi 3 ndo anaanza kurejesha marejesho, ili ajiimarishe, ili ule mkopo uweze kumsaidia. Lakini miradi mingine kama hii inahusiana na kilimo na mifugo na uvuvi, grace period inaenda mpaka miezi 8. Wanaochukua mikopo kwa ajili ya kuanzisha viwanda vidogo vidogo wanapewa muda wa kujisikilizia miezi 3, miezi 6, wengine miezi 8, wengine mpaka wanapika mwaka mzima. Tunafanya hivi, Mheshimiwa Rais anasema anataka kuona vijana wa Kitanzania wanainuka. Dhamira yake ni kuwafanya vijana wa Kitanzania wamiliki uchumi. Lakini jambo la 4 ambalo tumeliongeza katika hizi program za uwezeshaji, tulikuwa tunatoa mikopo, tukishamaliza tunawaacha vijana, tunakutana nao kwenye marejesho. Sasa hivi tumesema hapana. Tumeingia mikataba mbalimbali na taasisi za kifedha na taasisi wezeshi. Vijana wanapopewa fedha kunakuwa na ulezi. Ndio maana hapo umesikia katika hotuba wameeleza hapa benki ya TADB na FETA pia wamezungumza kwamba mkishapewa hizi fedha hamtaachwa, mtafuatiliwa, mtalelewa, ili changamoto inapotokea tunaitatua kwa haraka, ili kuhakikisha kwamba hatukomishi pia. Kwa hiyo na ninafurahi kusema kwamba taasisi za kifedha tumekubaliana nao wawe na watu na dawati maalum za kusimamia. Kwa mikopo yote tunayoitoa kuna watu maalum ambao kazi yao ni kufuatilia mikopo ya vijana ili kuhakikisha kwamba hawakwami, ili unapokutana na changamoto una msaada wa haraka wa kupata. Lakini jambo la 5 ambalo tumelifanya katika uboreshaji wa mikopo hii, kumekuwa na changamoto kubwa sana. Vijana wanasema unajua hatuwezi kukopesheka wote kuwa na kikundi kila wakati, tukao tuko pamoja, tuna mawazo tofauti, vikundi vingine vinakufa. Serikali imesema imesikia. Kwa sasa hivi ipo fedha zinazotolewa kwa vikundi na zipo fedha zinatolewa kwa vijana binafsi. Na hata zile zinazotolewa na vikundi, mnaruhusiwa katika kile kikundi kila mtu awe na mradi wake. Tumeboresha masharti. Lakini leo hapa tunakabidhi vizimba 80. Vizimba hivi sio vya vikundi.
Vizimba hivi kila kijana ana kizimba chake binafsi ambacho serikali imempatia. Tunafanya hivyo kwenye viwanda, tunafanya hivyo kwenye tehama, tunafanya hivyo kwenye kilimo, tunafanya hivyo kwenye biashara mbalimbali ambazo vijana wanazifanya. Nia ni nini? Wanaotaka kufanya biashara kwa vikundi, waende kwa vikundi. Wanaotaka kufanya biashara binafsi, wafanye binafsi. Tumejitahidi kadri tunavyoweza na tutaendelea kuboresha mazingira. Na Mheshimiwa Rais amezungumza na amesisitiza. Anataka baada ya miaka 5 hii, issue isiwe kijana amekosa fursa. Issue iwe kijana anachagua fursa gani ambayo anaitaka. Na mimi nataka niwahakikishie kwa mwendo huu na kasi hatuko mbali na hiyo kitu. Kwamba vijana sasa itakuwa kazi yao wao kuchagua. Na masharti yamelegezwa kwa kiwango kikubwa sana. Naomba nitumie fursa hii kueleza kwamba Mheshimiwa Rais ametimiza ahadi yake. Ametimiza alichosema. Kazi kwetu sisi vijana kutimiza wajibu wetu pia. Niliona niseme hivi vigezo kwa sababu ni moja ya ajenda kubwa ninakutana nayo na naiona kwenye mitandao ya kijamii. Na wengi wanaosema ukiwauliza kigezo gani kigumu hata elewe. Kuna mmoja hata wakati nakuja nimeweka tangazo la kuja huko akaniambia mikopo yenyewe mnapeana nyinyi wenyewe tu. Sisi wengine hamtupi vijana, mnachagua vijana wenyewe. Nikamuuliza tangazo uliliona? Akasema niliona. Uliapply? Hapana. Sasa utapataje wakati hata huja apply? Never say no to yourself before you have tried. Usijiambie hapana kabla hujajaribu. Unajua zamani milango ilikuwa lazima uikaribie ndio ufungue. Kwa hiyo ukiona mlango kwa mbali unasema ule mlango umefungwa. Siku hizi teknolojia imebadilika. Unaweza kuona mlango umefungwa lakini ukiukaribia inaitwa automatic door, unafunguka wenyewe. Fursa ndio ziko hivyo. Wewe ukikaa kule mbali unaweza kusema hiki kitu haiwezekani, lakini ukikaribia inawezekana.